بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله الذي قهر على عباده بالموت والفنا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وآله الأطهار الصلوات. Ndugu zangu Waislamu, leo tuko katika siku ya tarehe 21, siku ambayo msiba wetu ulitimia, kwamba imamu ndipo alipoaga dunia. Machungu makubwa kuugua kwa masiku kuanzia tarehe 19, 20, 21 ile hadi kichwa chake kimepasuka. Hivi wewe kama alikuwa ni baba yako ndio amepasuliwa kichwa, au mke wako amepasuliwa kichwa, au mtoto wako, sio wakusudiziwa, mtoto hasa amepasuliwa kichwa, anaugulia maumivu ya tarehe 19 mpaka 21, ungejisikia vipi? Tuko katika msiba mkubwa mno. Imam Ali wala hutafuti maneno mengi sana ya kueleza. Ukitazama Qur'ani utajua Imam Ali. Angalia katika surati Al-Maida aya nambari 55, Mungu kamwelimisha, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Bila shaka viongozi wenu wa kwanza akawa ni yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu, wa pili mtume, wa tatu Imamu Ali na maimamu wengineo. Pale iliposimama dalili ya wanazuoni wote kwamba ile namba ya mwisho ya namba 3, walladhina amanu, ni Imamu Ali alipokuwa amerukuu katika msikiti wa Madina na akaja maskini na asipewe sadaka, isipokuwa Imamu Ali akatoa sadaka ya pete yake kumpa, akatajwa kwamba ni wali wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo Mungu mwenyewe anatufahamisha kwamba Imamu Ali wali na ndiyo kiongozi na makamu baada ya mtume. Lakini aya inayofuata tukaelezwa sote Waislamu, waman yatawalla Allaha wa rasuluhu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wale watakao